tunalitunza kwa kuvumilia, kutokulalamika, kuwa na bidii. Tumaini tunalitunza kwa kuvumilia, kutokulalamika, kuwa na bidii. Jifunze kuwa na mawazo mazuri. Tumaini tunalitunza kwa kuvumilia, kutokulalamika, kuwa na bidii. Jifunze kuwa na mawazo mazuri pia. Mungu atusaidie sana. Tumaini lako utalitunza kwa kuvumilia. Ndiyo, ninatumaini kwamba iko siku jambo hili litakoma, lakini natakiwa kuvumilia. Ndiyo, ninatumaini kwamba iko siku na mimi nitavaa shela. Kuna process mpendwa, haiji hivi. Natakiwa nivumilie, natakiwa nijitunze, natakiwa nijiheshimu. Wale wanaokuja kutafuta kuunganisha shela huwa wanapita kwa nani, ndio? Kwa hiyo kama umeharibu CV kiasi hicho mpendwa, utapata shida, lakini unatumaini la kuwa kitu fulani. Kwa hiyo ni lazima uvumilie, ni lazima uwe na bidii katika kile unachokitafuta. Kwa hiyo jitunze, jiheshimu, jiposition kuwa mama wa baadaye. Mungu atusaidie sana. Usijichanganye hapo na kweli kila mtu anakuongelea vibaya. Kila mtu anakusema vibaya. Mwana wa Mungu, safisha hilo faili. Kila kitu kina utaratibu. Hata kwa habari ya duniani kule kuna utaratibu wao. Basi kuuliza huyu mtu anatumia kabisa. Anataka nini kabisa? Umeshangaza shera kama. Ndio niko kwenye maombi, ninamwombea huyu baba abadilike. Ninavumilia. Ninamtumaini Mungu. Na iko siku atafanyaje? Mungu atusaidie sana. Wamama wanapitia kwenye changamoto nzito. Baba kule nyumbani anakuwa haeleweki. Lakini neno la Mungu linasema kwamba Mungu anachukia kuachana. Hilo ndio mama alilolibeba. Na watoto pale nyumbani anaanzaje kuachika? Anabaki yuko ndani ya tumaini. Anabaki anavumilia huyu mwanamke. Nikutie moyo asubuhi ya leo mpendwa. Linaloshinda Mungu, hakuna linaloshinda Jehova. Nina mengi ya kusema kwa ajili yake. Hakuna linaloshinda Bwana. Endelea kuwa na tumaini. Endelea kuvumilia. Hata kama wasipokuelewa, elewa kwamba iko siku kile unachokiamini. Haijalishi muda, haijalishi wakati. Mungu amekupa jambo fulani na kuamini unaliweza. Kwa hiyo wewe kwa kuaminiwa na Kristo, endelea kungoja Bwana. Mungu atusaidie sana. Endelea kuvumilia mpendwa. Mambo mengine Mungu anayaruhusu ili mtu discipline pia. Mungu atusaidie. Unaweza kuwa na ujinga wako mwingi. Mungu anakupa kitu cha kupanda, cha kukushughulisha, na unashughulishwa hapo. Endelea kubaki na tumaini. Kama ni Mungu ameniruhusu, endelea kubaki na tumaini. Na uwe mwaminifu kwa Mungu. Mungu atakupokea. Na itabaki historia. Itabaki alipata hivi na hivi, alipata hivi na hivi, lakini hiyo ni past. Yaani hiyo imebaki huko. Mungu atuhurumie mtu. Endelea kuvumilia. Endelea kuwa na bidii. Jifunze kuwa na mawazo mazuri. Usiwe unawaza mabaya kila saa. Hata watu wamekaa wawili wanawaza wanakusema wewe, kumbe hata wakusemi wewe. Hebu jaribu tu kuwa na mawazo mazuri, wawazie wengine vitu vizuri, wawazie wengine vitu vyema. Usiwaze ubaya, utakuumiza. Mungu atusaidie. Unapita watu wanacheka, wakicheka endelea na kucheka. Wenyewe wanacheka na unacheka wanapenda. Kwani kuna shida gani? Sivyo? Kwa hiyo endelea kuwa na mawazo mazuri. Tusome Yakobo 5:7. Kwa hiyo ndugu, vumilieni na kuja kwake Bwana kama mkulima mmoja mazao ya nchi yaliyo ya thamani. Vumilia kwa ajili yake hata yatakapopata mvua ya kwanza na ya mwisho. Ninyi vumilieni, mthibitishe mioyo yenu, kwa maana kuja kwake Bwana kunakaribia. Bwana asifiwe sana. Tunaona huyu mkulima anavumilia. Kwa hiyo ukiwa na tumaini, hakikisha uvumilivu ni thabiti ndani ya moyo wako. Anavumilia, anapanda, analima, anapitia misukosuko ya kila namna.
siku anakuja kuvuna, anarudi na kelele za kicheko nyumbani kwake. Kwa hiyo kwenye maisha tunatofautiana mapito, tunatofautiana kabisa, tunatofautiana malengo. Mtu analenga kwenda sehemu fulani, lakini hapa katikati kuna changamoto, lakini hapa katikati kuna mambo wakali, lakini hapa katikati kuna ukame. Neno la Mungu linasema mtazame mkulima anaanza kuvumilia tangu mvua ya kwanza mpaka mvua ya mwisho, ndipo yale mazao yanakomaa. Tunaweza tukajifunza kwa mkulima pia kwamba mambo hayabadiliki kirahisi. Unaanza kulima mwezi wa kwanza, unakuja kuvuna mwezi wa sita. Unaona hiyo kwanza kilimo ndefu, lakini wewe umepata jana, unataka liishe leo. Mpendwa, endelea kuvumilia, endelea kufanya hicho kidogo unachokifanya. Utukufu wako uko mbele, Mungu ameuandaa. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo unaweza ukajifunza pia kwenye hii mstari kwamba uvumilivu unaenda sambamba na tumaini. Uvumilivu unaenda sambamba na imani. Ndiyo ninatumaini, lakini natakiwa kuvumilia yale ninayotumaini au yale ninayomwambia Mungu anifanyie kwenye maisha yangu. Lakini pia natakiwa kuwa na uthabiti wa Mungu. Naomba usome Rumi 15. Mmoja anasema fulani Rumi 5. Ambaye kwa yeye tumepata kwa njia ya imani pia neema hii ambayo tunasimama ndani yake, tunafurahi katika tumaini la utukufu wa Mungu. Wala si hivyo tu, ila nafurahi katika dhiki pia, jua ya kuwa kazi yake ni kuleta saburi, na kazi ya saburi ni uthabiti wa moyo, na kazi ya uthabiti wa moyo ni tumaini, na tumaini haitahayarishi kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminiwa katika mioyo yetu na Roho tuliyepewa sisi. Amina. Mungu awabariki sana. Maneno ya Mungu ni matamu. Hii mstari nenda kaidie mwenyewe ili mtie moyo. Mungu atusaidie sana. Tumaini linaleta uthabiti wa moyo. Moyo wako unathibitika. Mungu atusaidie. Na ndio unakuwa na saburi, yaani unakuwa na subira ndani ya moyo wako. Tumaini haitahayarishi. Na pia Mungu anatukumbusha kumimina katika maisha yetu. Naomba tusome tena Rumi. Hii mstari tena kusoma. Rumi 8 mstari 24. Rumi 8:24. Amina. Naomba tuendelee na tusome tena Biblia. Tuambie kitabu cha Ebrania 10. Ebrania 10 mstari 23-24. Maneno yanajieleza vizuri kwamba tuonyane kwa upendo, tuhimizane katika upendo. Hata unapowahimiza watu wengine, basi kwa kwanza wahimize katika nini? Katika upendo. Hata kama ni familia yako, kuna vitu vingine unavihimiza kama watu wanachanganyikiwa,
tutawale kwa upendo. Yaani kama sisi wazazi tuko kwenye position yetu, tunatakiwa kufanya mambo kwa upendo kwa watoto wetu na familia zetu pia. Lakini hata katika nyumba ya Mungu tuonyane kwa upendo, tuhimizane kwa upendo. Yaani pendo la Kristo litawale kwenye maisha yetu, kwa sababu sisi tunatumaini. Mungu atusaidie sana. Tukiwa ndani ya tumaini na pendo la Kristo litamimizwa ndani yetu. Kwa hiyo kila mtu atamuona mwenzie bora. Hakuna atakayemdharau mtu mwingine. Kwa hiyo tuishi kwa upendo. Mungu atusaidie sana. Kuwa na kiasi pia, tusome Petro. Nataka tu nimalize hii mstari nitimishe mada. Tusome Petro wa kwanza. Petro wa kwanza sura ya 13.